Je, umewahi kujiuliza, siku ya mwisho wa dunia itakapofika na milango ya peponi ifunguliwe, ni nani atakuwa wa kwanza kuingia ndani ya neema za milele? Si swali dogo hili. Lina majibu ndani ya Qur'an, hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na maelezo ya wanazuoni wakubwa wa Uislamu. Leo tutajifunza kwa undani. Ni nani wa kwanza kuingia peponi, kundi la kwanza la waumini na nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya Kiyama. Basi kaa tayari, tuanze safari ya elimu ya akhera. Moja, nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amebainisha nafasi yake ya kipekee siku ya Kiyama. Hadithi sahihi, Sahih Muslim. Ana awwalu man yaqra'u baba aljanna. Mimi ndiye wa kwanza kugonga mlango wa peponi. Hii inaonyesha heshima kubwa aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye atakayeomba mlango ufunguliwe kwanza, na yeye ndiye mwenye nafasi ya juu zaidi miongoni mwa viumbe. Hadithi nyingine, ana awwalu man yadkhul aljanna. Mimi ndiye wa kwanza kuingia peponi. Wanazuoni wameeleza kuwa hii ni ishara ya ubora wake sallallahu alayhi wasallam juu ya viumbe wote na ni heshima ya kipekee kutoka kwa Allah. Mbili, kundi la kwanza kuingia peponi. Hadithi sahihi, Bukhari na Muslim. Awwalu zumratin tadkhulu aljanna ala surati alqamari laylatal badri. Kundi la kwanza kuingia peponi litakuwa kama mwezi kamili usiku wa tarehe 14. Sifa zao: nyuso zao zitang'aa kama mwezi, hawatakuwa na huzuni wala hofu, hawatazeeka wala kuchoka tena, wataingia peponi kwa heshima kubwa. Tatu, watu 70,000 bila hisabu. Hadithi sahihi, Bukhari na Muslim. Yadkhulul janna 70,000 bighairi hisabin. Watu 70,000 wataingia peponi bila kuhesabiwa wala kuadhibiwa. Maelezo: hawa ni miongoni mwa waumini wa mwanzo, wamefikia daraja kubwa la tawakkul na imani, hawakutegemea ruqya wala alama za kishirikina. Maoni ya wanazuoni. Imam An-Nawawi rahimahullah anaeleza, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye wa kwanza kugonga mlango wa peponi, kisha watu wataingia kwa makundi kulingana na daraja zao. Ibn Hajar al-Asqalani anaeleza, kuingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni heshima ya kipekee, lakini waumini wengine wataingia baadaye kwa zumra, yani makundi. Ibn Taymiyyah anaeleza, hakuna mgongano kati ya hadithi. Kila hadithi inazungumzia kipengele tofauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ufunguzi wa mlango, waumini ni kuingia kwa makundi. Mukhtasari wa mafunzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye wa kwanza kugonga mlango wa peponi, ana heshima ya juu kabisa. Waumini wa mwanzo wataingia peponi kwa makundi, nyuso zao zitang'aa kama mwezi. Kundi maalum, watu 70,000 wataingia bila hisabu. Siku ya Kiyama si siku ya kawaida, ni siku ya haki, malipo na makundi ya watu kulingana na matendo yao. Swali la muhimu kwetu ni hili: je, sisi tutakuwa miongoni mwa kundi la kwanza kuingia peponi? Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu wa janna kwa rehema zake.